kupata habari zetu, usisahau kusubscribe Kiba TV 255. Kiba TV, mwanga wa dunia. Yajue aina ya madhambi kwake Sheikh Abdallah Nyundo. Wasalli wasallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatal amajid, ahbabi wa ahbaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, awalan usi nafsi bittaqwallahi ta'ala wa ta'atihi wa usikum fi dhalik wa'lamu anna al-fawza liman ittaqa. Ndugu katika imani, ndugu zangu Waislamu, vipenzi vya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, pia kumtakia rehma na amani Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anaendelea kuturuzuku na kutupa neema na uhai na afya njema mpaka leo hii. Tumekuwa ni sisi wale wale au miongoni mwa wale Waislamu wachache ambao tumekuja kuitikia wito miongoni mwa amri zake Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Ndugu zanguni, rehma na amani zimuendee bwana wa mabwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ninaihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, sambamba kabisa na kukuhusieni pia kukukumbusheni katika swala hilo hilo la kumwabudu na kumuogopa Mwenyezi Mungu mtukufu, na tufahamu ya kwamba walofaulu hapa duniani na kesho akhira ni wale ambao wanaomcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni, kwa muda mchache huu tuingie katika Qur'ani tukufu, kitabu chetu ambacho Mwenyezi Mungu aliridhia kuwa ndiyo mfumo wa maisha yetu yote, imo ndani ya Qur'ani. Katika Qur'ani kuna matamko matatu yenye maana moja ambayo Mwenyezi Mungu ameyataja. Matamko hayo ndio itakuwa hutuba yetu ya leo insha Allah. Katika Qur'ani kuna tamko, kuna neno Mwenyezi Mungu amelitaja al-ithmu, madhambi. Lakini kuna tamko lingine Mwenyezi Mungu amelitaja akasema adhambu, ni madhambi yale yale. Lakini kuna lingine akasema as-sayyi'a, ni madhambi yale yale. Haya matamko matatu mimi nawe tutayatafsiri madhambi. Tabaan ni madhambi yanayotajwa hapa, lakini matamko haya yana daraja tofauti. Wakati sisi tunaposoma Qur'ani, hebu tuzingatie maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ametamka neno al-ithmu, akaja akatamka neno adhambu, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Akaja akatamka neno as-sayyi'a, akasema huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Lakini akaja akasema tena la taktumu shahadata faman yaktumha fa innahu athimun qalbuhu. Sasa maneno haya iwe ni unwan khutubatna liyawma insha Allah. Tunaanza na neno la kwanza al-ithmu. Ithmu ni maasiya, ni madhambi. Wanasema al-ithmu mawtinuha al-qalb. Sehemu ya neno ithmu au dhambi hii, aina ya dhambi ambayo Mwenyezi Mungu ameita kwa jina la ithmu. Ukisoma Qur'an, angalia matamko ambayo Mwenyezi Mungu ameyatumia. Tamko hili al-ithmu mawtinuha al-qalb. Wama huwa al-ithmu?
Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa na Waabiswa alimuuliza ma huwa al-ithmu ya Rasulullah, dhambi au aina ya ithmu, al-ithmu ma huwa? Mtume sallallahu alayhi wasallam akajibu akamwambia, ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alayhi an-nas. Al-ithmu, hiyo dhambi, hiyo aina ya ithmu, ma haka fi nafsik, ni jambo ambalo wewe ukitaka kulifanya linakutia wasiwasi, shaka, ni ile mashaka katika nafsi yako. Wa karihta an yattali alayhi an-nas, pia ukawa upendi lile jambo ukilifanya watu wakiliona wewe utajisikia vibaya, lakini ukiwa peke yako unafanya. Hadha huwa al-ithmu ma haka fi nafsik. Lakini aina ya madhambi ya ithmu ambayo sisi tunayafanya ni madhambi gani? Mwenyezi Mungu anasema la taktumu shahada, wakati anazungumzia mambo ya kutoa ushahidi, mambo ya kuandikishana mikataba, mwishoni wa aya akasema la taktumu shahada, msifiche ushahidi, msifiche ushahidi. Wa man yaktumuha fa innahu athimun qalbu, huyo atakayefanya hivyo akaficha ushahidi ule ukweli, fa innahu athimun qalbuhu, huyo atakuwa ana madhambi ya moyo, ana madhambi ya moyo ambayo madhambi haya kwenye Qur'ani lam yadhkurillahu maghfiratuhu, Mwenyezi Mungu hakutaja msamaha wake, isipokuwa ametaja kwa njia nyingine. Lakini haya madhambi mengine ametaja kwamba anasamehe madhambi, akataja anafanya wepesi kwenye sayyi'a, lakini al-ithmu Mwenyezi Mungu hakutaja msamaha, hakusema inna Allaha yaghfiru al-ithmu, bali Mwenyezi Mungu ametajeje? Amesemaje? Ili ujue sasa dhambi ya ithmu ni kubwa. Mwenyezi Mungu akasema hivi, in tubedu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Ukurasa huo au aya ya kwanza ya pili inayofuata baada ya kusema la taktumu shahada wa man yaktumuha fa innahu athimun qalbuhu, Mwenyezi Mungu mbele ya aya inayofuata akasema hivi, in tubedu ma fi anfusikum, katika surati al-Baqara, in tubedu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Yeyote mwenye madhambi ya moyo, anayefanya madhambi ya moyo. Sasa madhambi ya moyo kwanza ni yapi? Tuyajue kwanza. Wanazuoni wameyasema al-hikd. Hikdu ni madhambi ya moyo. Al-hasad, an-nifaq ni madhambi ambayo yapo katika moyo, ni moyo wako. Mautinu halqalb la ya'lamuha ghayruk, hakuna mwingine anayeyajua illa Allah, illa anta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ambaye unayoyafanya hayo madhambi na Mwenyezi Mungu ndio anajua, mwenzako wa pembeni hajui. Tofauti na madhambi mengine, ukitukana tunajua huyu amefanya dhambi ya kutukana, ukizini tukakuona labda tukathibitisha jamaa amezini tutajua, lakini madhambi ya nifaq ni madhambi ya ithmu mautinu halqalb, na hiyo kwenye moyo ndio vile Mtume akatuambia hivi, inna fil jasadi mudghatan in salhat salhatul jasadi kulluhu. Kama kwenye moyo, kwenye mwili kuna kipande cha nyama, hicho kipande kikiwa vizuri basi mwili mzima unakuwa safi, lakini kipande hicho kikiwa kibovu na mwili unakuwa mbovu. Maana yake sasa moyo, ule moyo ukichafuka, kuna hikd katika moyo wako, kuna nifaq katika moyo wako, kuna unafiki katika moyo wako, kuna usengenyaji katika moyo wako, kuna kadha na kadha madhambi ambayo unayoyafanya watu hawayaoni, la yataadda ila ghairi, yanabaki ni kwako wewe mwenyewe, ni sifa ambayo unayo mwenyewe na Mwenyezi Mungu ndo anayajua. Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema hivi, intubedu, mkidhihirisha, mafi anfusikum, yale yaliyopo katika nafsi zenu, au tukhfuhu, au mkificha, yuhasibukum bihi Allah, Mwenyezi Mungu ndo anahesabu hayo madhambi.
Maana yake malipo yake Mwenyezi Mungu ndo anayajua. Hakusema yaghfiru, anayasamehe hayo madhambi. Hapana, yuhasibukum bihi Allah, hakuna mtu atakuhesabu. Tena wanazuoni wamekwenda mbali wakasema hivi, hata almalaikatu kiraman katibin la yaktubu alithmu, hawayaandiki almadhambi ya ithmu, kwa sababu amejimilikisha Mwenyezi Mungu mwenyewe akasema yuhasibukum bihi Allah, hayo anayahesabu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu pekee ndo anayajua kwamba fulani ni athimun qalbu, ana madhambi ya moyo, fulani athimun qalbu, huyu haqidin, huyu hasidin, huyu munafiq. Mwenyezi Mungu ndo anayajua. Hata wanafiki habari zake zilikuwa zinatoka kwa Mwenyezi Mungu, anamwambia mtume wake, anamwambia ukimuona mtu yuko hivi na hivi, huyo ni mnafiki. Anampa dalili, kwa sababu ni dhambi ipo katika moyo. Mahaka fi nafsika al-ithmu. Katika Qur'ani utakutana na hili neno al-ithmu. Angalia hata kwenye kusengenya Mwenyezi Mungu amesema, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan. Akaita hizi dhambi zote msisengenyane, usimdhanie mwenzako vibaya. Ukifanya hivyo, inna ba'dha dhanni ithmun, baadhi ya dhana ni madhambi. Maana yake ni ithmul qalbu, ni madhambi ya moyo, kumdhania mwenzako vibaya. Kwa hiyo msifanye hivyo, haya ni madhambi makubwa.